Irani imerusha takriban ya ndege 100 zisizokuwa na rubani kuelekea Israeli siku ya Ijumaa asubuhi, ambapo jeshi la Israeli limechukua hatua ya kuzizuia ndege hizo, kulingana na jeshi la ulinzi la Israeli IDF. Vyombo vya habari vya Israeli vimeripoti kuwa waliouawa ni pamoja na Hossein Salami, kamanda mkuu wa IRGC, Golamali Rashidi, kamanda wa makao makuu ya Hatima al-Anbiya, na mkuu wa majeshi ya Irani Mohammad Bagheri. Wakati huo huo, wakazi wa Israeli wameamshwa na ving'ora vya uvamizi wa anga na kupokea taarifa za simu za dharura. Saa chache baada ya mashambulio ya awali, mlipuko umeweza kuripotiwa katika kituo cha nyuklia cha Natanz ambacho kiko karibu na kilomita 225 maili 140 kusini mwa mji mkuu, kulingana na vyombo vya habari vya serikali ya Irani. Shirika la kimataifa la atomiki IAEA limedhibitisha kuwa kituo cha Natanz kimeathirika na kusema kuwa wao wamearifiwa na mamlaka ya Irani kwamba hakujawa na ongezeko la viwango vya mionzi katika enzi ya Natanz. Waziri wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema mashambulio hayo yanaitwa operation ya kijeshi iliyolengwa kurudisha tishio la Irani kwa maisha ya Israeli. Katika hotuba yake, Netanyahu pia amemshukuru rais wa Marekani Donald Trump kwa kukabiliana na mpango wa silaha za nyuklia wa Iran, ikiwa Marekani imesema kuwa haijahusika katika mashambulio hayo, ambapo yameshambulia pia katika kituo cha kurutubisha nyuklia cha Irani. Naye Marco Rubio, waziri wa mambo ya nje wa Marekani, amesema kuwa haikuhusika na migogoro hiyo na wala haijatoa msaada wowote, bali kipaumbele cha Marekani ni kulinda majeshi yake. Katika mwitikio mwingine wa kimataifa, waziri wa mambo ya nje wa Australia Penny Wong amesema wameshitushwa na ongezeko hilo na kwamba mgomo huo unahatarisha kuyumbisha zaidi eneo ambalo tayari lina hali tete. Veronica Mdiatu.